tuweze kuona kwenye comment section watu wanasema lipi ama wanasema nini kuhusu hili swala. So hapa hivi kuna mtu anasema ako wapi Musiria? Inakaa sufuria ya kutengeneza nguru. Kinakaa bakuli wahenga walitumia. Kindaruma itself. Alafu Kibe is always right. And Kibe is always right. Hii ndo Musiria alikuwa anatetea. Huyu anasema hivi. Huyu anasema nimeona vile wanatumia ya ama of. I've seen them. Huyo ni Milaya. Yeah, there's a saying that says nimesahau. Iyo mambo vipi? Karibu kwenye Lixa Media. Na leo bwana tunaenda kuzungumzia story ambayo ina trendi sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Huyu ni nani ana trendi tena? Kwa mara nyingine tena. Anaitwa Marion Naipei. Of course wengi tunamfahamu Marion Naipei ni dema ambaye aliweza kutrend baada ya video yake moja kutrend ikimuonyesha akiwa kwenye klabu. Kisha jamaa fulani kwa jina la Opande ama James Opande akakuwa na mnyanyua nguo pale. Na watu wengi wakakuwa nasema kuwa hii ni hali ya kumdalilisha mwanamke. Yeye pia akaweza kuja mbele bwana akakuwa akasema kuwa nilidalilishwa, niliaibishwa, nimeharibiwa jina, sijui nini, mimi ni mwanafunzi ama sijui mimi mwanachuo bado nasoma. Na pia kwenye mitandao ya kijamii kukakuwa na mvutano fulani, yani alias sintofahamu. Watu wengine walikuwa wanasema kuwa James Opande ndio mkosaji, wengine wanasema hapana, Marion Naipei ndio mkosaji. Wengine wanasema wote ni wakosaji. Kwa nini mwingine anakubalia kurekodiwa, alafu mwingine pia kwa nini anasambaza video ambazo alirekodi mtu mwingine? Pia kulikuwa na wale ambao walikuwa wanasema hapana, kulingana na hali ilivyo, watu walikuwa wanaona kwa jicho la tatu, wanasema kuwa huyu msichana mwenyewe ndio itakuwa ametaka kutrend. Hii story yote aliplot yeye mwenyewe, like hii plot yote nzima alichora yeye. Basi kuna watu kama Geoffrey Musiria ambao walikuja mbele kumtetea huyu msichana. Wakakuwa wanasema lazima tuhakikishe kuwa haki inapatikana. Lazima tuhakikishe kuwa huyu msichana ambaye amedhulumiwa ama ambaye basi haki yake haijafuatwa lazima atapata haki. Geoffrey Musiria mwenyewe alikuwa anasema kuwa atahakikisha James Opande ametiwa nguvuni na kuwa sheria imechukua mkondo wake. Kwenye mitandao ya kijamii watu wengi waliweza kujitokeza ambao walikuwa wanamtetea James Opande. Wakakuwa wanasema why Geoffrey Musiria, wewe umekimbia tu kutetea baby girl, utaka kusikia upande wa Boychild ana nini ya kusema? Kwa nini unatetea tu mwanamke kwa kigezo cha kusema kuwa ni GBV ama digital GBV? Na pia huyu James Opande ana lake la kusema lakini utaka kumsikiliza. Wewe umekimbilia umesema tu ambaye amedhalilishwa ni Marion Naipei, lakini kumsikiliza James Opande utaki kumtetea hata kidogo. Watu wakakuwa wanasema why are you not observing bro code? Lakini akasema it's not about bro code hapa hivi, it's about human rights. It's about ni nani ameumizwa, ni nani amedhalilishwa. Kuna watu pia kama Pastor Kanyari ambao waliweza kuja mbele na wakasema kuwa wanamsaidia huyu msichana. Pastor Kanyari aliweza kumuinvite huyu Marion Naipei kwa kanisa yake, na hata kuna video ambayo inamuonyesha akimzawidi shilingi 50,000 kwa huyu msichana aenda akaanzishe biashara ili asiendelee kutegemea mwanaume. Kwa kuwa kwenye hiyo video ama baada ya hiyo video kuvuja, huyu dema aliweza kujitetea akasema kuwa James Opande alikuwa amempromise vitu vingi, alikuwa hadi amempromise venye atampeleka majuu na vizawadi hapa na pale. Ndio maana yeye alikubali tu kurekodiwa akiwa anavumilia akijua mwishowe atapata kitu kizuri. Lakini akasema kuwa James Opande akienda kinyume na yeye na akaweza kushare video ya private ambayo ilikuwa inaonyesha kwenye hali fulani ambayo sio nzuri. Kumekuwa na video moja mbili ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha huyu msichana akiwa kwenye kanisa ya Pastor Kanyari, na iliweza kusemekana kuwa ameokoka na sasa hivi bwana anamtumikia Yesu Kristo. Watu wakasema ni jambo nzuri kubadilika. Lakini basi bana, kama hiyo haikutosha, hivi majuzi ama hivi leo ama hivi sasa hivi ama recently kuna video ambazo zimevujishwa za huyu msichana Marion Naipei, na inamuonyesha kwenye hali fulani ambayo sio nzuri hata kidogo, alichafu sana. Na hii inaonyesha kuwa huyu msichana Marion Naipei ameweza kucheza kila mtu hapa Kenya, amekuwa akidanganya akitafuta huruma ya wananchi ama huruma ya umma, na kumbe yeye mwenyewe anatengeneza video au maudhui ya kikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Pia ripoti ya DCI imeonyesha kuwa Marion Naipei mwenyewe ndiye aliweza kuisambaza hiyo video. Kwanza alimongoja wakati James Opande amelewa kabisa, kisha akachukua hiyo video akajitumia WhatsApp. Baada ya kujitumia WhatsApp basi akaisambaza kwenye mitandao ya Telegram na kwingineko. Na pia imeonyesha kuwa James Opande mwenyewe ana account ya Telegram. Kwa hivyo the culprit hapa ni nani? Mwenyewe Marion Naipei ndio alichora hii script nzima, akaifanya haya yote ambayo ameifanya,
Kisha baadaye akamwekea lawama nani? Akamwekea James Opande. Na watu hawakutaka kumsikiliza James Opande. Walikuwa wanaona tu James Opande ni mkosaji. Kwa kuwa pale ilikuwa inaonyesha wazi kwa yeye alikuwa na rekodi video. Basi wakasema lazima video ilikuwa mikononi mwake, naye mwenyewe ndiye aliweza kuishare hiyo video. James Opande mwenyewe alisema kuwa video ile yeye alirekodi kwa madhumuni yake, yani for personal consumption. Yeye mwenyewe aende kuitumia hiyo video jinsi anavyojua yeye, lakini haikuwa expose ama kwenye mitandao ya kijamii. Kulikuwa na sintofahamu kubwa sana. Watu wengi wakakuwa wanasema basi mkosaji hapa ni James Opande, wengine wanasema mkosaji hapa ni Mario Naipei, wengine wanawalaumu wote. Kuna wengine hawako wanajali mkosaji ni nani, wao wanaenjoy tu kutizama hizo video. Kinachotrend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni video ambazo zinamuonyesha video ambazo amekuwa akizifanya kwenye mitandao ya kijamii, video za kikubwa. Yani anauza video hizo kwenye mitandao ya kijamii. So watu wengi wamekuwa wakisema now Geoffrey Mosiria uko wapi? Now that tulikuwa unasema unamtetea wewe msichana ukisema sijui ni school, ni msichana wa shule, sijui amefanywa vibaya. Uko wapi? Kuja useme jambo, kwa maana wewe msichana ndio wewe tumekuletea. Umeona vitendo vyake ndio hivi na hivi. Hivi ndio huwa anafanya. Unalipi la kusema? Acha tupitie kwenye mitandao ya kijamii tuweze kuona kwenye comment section watu wanasema lipi ama wanasema nini kuhusu hili swala. So hapa hivi kuna mtu anasema ako wapi Mosiria? Wengine wanasema Mosiria must go. Kuna mwingine hapa anasema sasa mwenye ameposta anafaa ashikwe juu. Wapi hiyo video? Yeah, it's her. So huyu anasema kulingana, kulikuwa na watu walikuwa wanasema kuwa sio yeye kwenye hiyo video ambayo ina trendi, lakini video inaonyesha wazi ni yeye. Na hata hiyo tattoo yenye watu walikuwa wanaulizia anayo hapo kwenye nini mkono hapa hivi, anayo hiyo tattoo, so kumaanisha ni yeye kabisa. Mwingine anasema that video is us bro, yes she's the one. Amefanya crow carrot kabisa in one of the videos, anajidia lit by a lot. Ako wapi Mosiria? Kuna mwingine anasema wa hizo tu, si amebeba, nitumie video kindly. Mwingine hapa anasema 15 minutes 18 seconds ni mbaya. Alafu mwingine hapa anasema ana video kama njugu. Ni nini inaendelea huku? Mtu anichanue please. Anunua simu kali amenibwaga hiyo kitu, sioni poa hata walai. Wacha propaganda. Kuna mwingine anasema hapa siweji. Mwingine anasema akili iko wahaga, si ndio? She's not her. Kuna hawa bado ni wenye wanasema kuwa sio yeye kwenye hiyo video, sio yeye. Mwingine hapa anasema Prophet Kanyari. Alafu hapa kuna mwingine anasema ni yeye takataka. Mwingine hapa anasema bwana huyu hakuna vile tunaweza mtetea tena. She's the one shocked. Mwingine pia anasema nisiwahi umbo mwanaume. What I have watched. Na hivyo itanisukuma till March. Jesus. Mwingine hapa akasema what's not happening, niko nyuma. Wewe ameacha nyuma, ajui ni nini kinaendelea. Alafu mwingine hapa hivi I die, Mosiria was just but a business accomplice. Alafu mwingine hapa anasema lakini who found out your link, alikuwa anatafuta nini? Ni nani wewe mwenye alitafuta, alipata hii video alikuwa anatafuta nini? Huwezi jua, labda kuna mtu alikuwa anamuona anasema hapana huyu dem nishaimuona mahali. Unajua kuna watu wana tembea kwenye mitandao ya kijamii, maybe kuna watu wana consume hizi video za kikubwa. So anasema hapana bwana, huyu mtu ana familia, lazima nimemuona mahali, lazima nilimkuta kule kwenye strip chat. Anyway, yepi maoni yako kuhusu hili jambo zima? Hebu dondosha hapo kwenye comment section ili tuweze kuelewana, tuweze kujua ni wapi hii Kenya inaelekea, au hii story ya Mario Naipei ikoje na ni nini hasa itatokea baada ya hizi video kuonyesha kuwa huyu dem mwenyewe ndiye aliweza kusambaza hizo video, na yeye mwenyewe ako kwenye industry anauza video za kikubwa. Hebu dondosha hapo kwenye comment section. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi. Bye bye.